mitatu mitano hivi. Mitano kwenye ndoa yenu. Labda nyinyi mkati ya wasanii ambao mmeshadumu sasa hivi na mnajua mabaya na mazuri kwenye ndoa yenu. Na Jux na Priscilla ndio wanafunga ndoa mkao. Kwenu nyinyi labda ni advice gani ambayo mnaenda kuwapa Jux na Priscilla? Sasa tutawapa advice gani na sisi hatuko kwenye ndoa? Wao nadhani watatupa sisi advice tukishakuwa na ndoa au ndio unasemaje? Sawa. Kusa, nataka nipate take yako sasa. Unajua baada ya Jux kuoa wasanii wengi sana sasa hivi walikuwa mkipusha sana nyoje kapo zetu. Kwa upande wako sasa jambo kama tutegemea lini sasa? Bwana, inshallah, kwa sababu ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Itakapokuwa sawa tu tutatangazia kama alivyotangaza Jux. Kwa hiyo siwezi kusema ni kesho kutwa ni lini unaweza kufanya afu Mungu akapanga ya kwake. Kwa hiyo siku ikifika na tukiwa tayari basi taarifa mtaipata. Na pia tumeona the way Jux na Priscilla the way wanapofanya ndoa zao. Tumeona ilianzia hapa Tanzania ikafanyika enda Nigeria, ikafanyika kuja Tanzania ikafanyika. Maybe labda nyinyi pia ndoa yenu itafanyika labda itakuja kufanyika Dar es Salaam na pia itaenda Tanga kwa kina Kusa. Sasa hiyo ni mipango. Unajua shughuli ni mipango. Ikinoga zaidi tutafika Bumbuli, tutafika huko Unyakiusani, tutafika wapi? Yaani tutangaza tutakapopangwa, lakini yote ni kheri. Lakini anti tuliona video zenu mkiwa Zanzibar pamoja na Kandajala, lakini tulikuwa tujui ni kitu gani ambacho mlikuwa sasa leo tuko kwa ajili ya JP 2025. Then next time taelezea kuhusu Zanzibar. Anti, moja ya vitu ambavyo sasa hivi watu wanasifia sana kwenye industry ya fashion in Tanzania ni pamoja na kuvaa. Wasanii wa Tanzania sasa hivi mnavaa sana. Pengine nataka nifahamu hasa ni nini ambacho sasa hivi kimeongezeka katika kacha kuvaa kwa maana wa Tanzania na before kikwepo. Nadhani ni dunia inazidi tu kutanuka na Watanzania wanazidi kupata upeo kama hivyo unavyoona, labda tukienda nchi za wenzetu ambao kama wamefanya kina Jux wameenda Nigeria, wameona watu ambao wanavaa, so na sisi tunajikongoja ili mradi kufika huko, lakini sidhani kama ni tatizo hilo. Pengine hasa kuna ile ambayo watu wamekizungumza sana, Watanzania wengi wanapokuja swala la kuvaa wanavaa kama adhifu labda wa Nigeria kwenye mavazi hasa sana. Tuna nini hasa tatizo linakupo wapi hasa? Hatuna ile identity ndio kizungumza sana hivi. Labda ile anisaidie mwenzangu. Mimi sijajua Nigeria wanavaaje, lakini vazi kama suti wanavaga tu. I think wa Tanzania walivyoenda Nigeria wamefanya vile kwa sababu sisi tunawapenda pia Nigeria. Tumeoa Nigeria. Kwa hiyo wamevaa Nigeria kwa ajili ya kuonyesha kwamba na sisi wa Tanzania tumekuja na tuko pamoja na nyinyi. I think ilikuwa ni hivyo tu, lakini wa Tanzania wanajua kuvaa, wa Nigeria wanajua kuvaa pia. Anti, mpango sasa hivi wa kuongeza tena mtoto wa 4 huko ama sasa hivi upo? Mpango ni kama afika ngapi? Atakao sana. 7. Ndio kwanza watatu. Asanteni. Watu wanadai mahari kiasi gani kwa muonekano wako? Muonekano wangu mimi mali yangu ni milioni 50, hata mwezi mwenyewe nishamwambia. 50 na ng'ombe kama 300. Ng'ombe 300. Kwenye wale ng'ombe 30 si 100 au 300. Mimi sitaki ng'ombe, nataka wawe wengi sababu sisi kwetu ni watu wa ng'ombe. Na mimi tu kama mimi mtu mwenyewe ndio kwanza yeye ndio ananichakaza. Hata niwaje kwa 20,000. Na mtu miaka imeenda mtu bado yuko na mimi. Japokuwa ndio anapita huku na huku lakini anishajua bwana namna kuona kuna kuchezeana. Masho mjipanga vipi kwenye kutuza ndani leo? Mimi nimekuja na dola 10,000 niko nayo. Acha bwana. Dola 10,000 niko nayo. Sawa. Nimesikia leo maifi mmejipanga. Yaani hatuna ubabaifu kabisa. Yaani wa Nigeria kiukweli wa Nigeria no English. Talk to me English no is Swahili no. Watajua tunawateta. Niulize maswali kwa English. Kiingereza. Okay. Because today it's your wife's day, we can say that, and mashallah you are here. Maybe tell us what kind of gift maybe you're going to get to it. Masha, nimechapa Kiingereza ipo shule. English ndio. Wewe mwenyewe pia kusema wewe umejifikiria msemeje? Lakini samani kwanza nataka kuuliza kwenye kadi wanaongea Kiswahili au Kiingereza kabla nisije nikaribu kawidi nirudi hapa mambo yasiwe mengi. Wapo aina mbili hapo, kuna Waswahili na Wanajua. Bora. Si ndio? Haya. Dola 100. Utuzaji mwingi. Ya interview itosha sana ngwenye na ndo naenda. Mtazamaji, tunamuona tayari Diamond Platinum amekwishafika. Tunamuona hapa Diamond. Tunamuona Diamond Platinum amekwishafika hapa. Tunaona Diamond Platinum
amefika, lakini pia kaambatana na Divoice. Yes, nimewasha mic. Nimewasha endelea. Naam, tunamwona Diamond Platinum amekushafika hapa, amewasili the Superdome Masaki, lakini ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanasubiriwa, ni moja kati ya wageni walikuwa wakisubiriwa na waandishi wa habari, lakini pia na wageni waalikwa. Haiko peke yake, ameambatana na Divoice, lakini pia ameambatana na Estokizi Zombie, rafiki yake. So kama tunavyofahamu, Diamond Platinum popote pale atakapokuwa, Divoice lazima atakuwa nyuma yake, lakini na rafiki yake mwingine Estokizi, producer wake anayefanya naye makubwa katika industry ya muziki. Naona mabodyguard wanaendelea kuweka vitu sawa ili aweze kushuka. Kama unavyofahamu, aendane na ukubwa wake kinamna gani hivi. So be prepare kwa ajili ya Diamond Platinum. Tunaona Baba Levo rukuga wake kashafika, so yuko anajiandaa kwa ajili ya kumtoa Diamond. Of course kwa mbali naona anapendeza, tarajie vingi sasa. Tarajia akitoka jela. Yes, of course kapendeza sana. Naona mambo yanazidi kuwekwa sawa, Mambo yanazidi kuwekwa sawa. Yes. Mambo yanazidi kuwekwa sawa. Ili ya Diamond kutoka, tunaona walinzi wanazidi kuweka more security kwa ajili ya Diamond Platinum. Of course aingi. Yes, tunaona Diamond. Niingize upya. Na mtazamaji wa Gala bwana kutoka Masaki Superdome, huyu hapa Jacinta Makwabe, kuna JP 2025 ya Juma Jux na Press. Mambo fresh za kwenu? Salama. Poa. Mmenywea? Umependeza. Asante. Mbona mmenywea hivyo? Wewe ndio umenywea. Nyinyi mmenywea? Kweli. Sisi tuko poa kabisa, na pengine upendezaji wako umetuvuruga kuchanganya bana. By the way, utaratibu wako, hongera pia, umefika, umewaka sana. As you can see here, Queen Frank collection, Zarisha, makeup, let's gum, nywele, Persco, kucha, mtoto Idi, yani kila kitu kipo on point. Tupo hapa kwa ajili ya kaka yetu bwana. Ndio. Kuja peke yako pia. Sasa unajua shemeji yetu yule bwana uko naye afu yuko nchi za nje. Okay. Nchi za nje. Sawa. Lakini na taarifa zako kama umekuja leo hapa. Lazima wewe nazo jamani. Ndio. Sawa, mnajisikiaje kupata hivi from Nigeria, na of course umekuja kwenye reception leo, show ni ya wanaume, na umekuja kwenye shughuli ya kaka yako Jux. Sijui umejipanga vipi pia kwenye hivi? Sisi kwanza mimi na furaha binafsi. Jux ni mtu ambaye kidogo ameteseka na mapenzi. Kwa hiyo kama mpata mtu ambaye anataka ku spend the rest of his life na yeye, ni kitu kizuri sana. Na pia kufunga ndoa au kuwa na kufanya harusi au ndoa niseme, sio mchezo. Maamuzi magumu sana. We are so proud of you, Juma Jux, and we love you, and we love you Priscilla so much. You're most welcome. Tanzania ndo nchi yako sasa hivi. Tunakupenda, tunasubiri tu watoto. Umesema Jux ni mtu ambaye ameteseka sana na mapenzi, ila sasa hivi kama kajipata ulitegemea hili? Kajipata maskini kaka, tukajipata unajua kupata mtu ambaye anakupenda na kuheshimu, mnapendana, mnaheshimiana. It's a good thing. Na Nigeria pia tunawapenda jamani. Kwa hiyo tunawakaribisha sana Tanzania. Na tulikuwa tunafuatilia sana Nigeria kule walikuwa wakionyesha au sisi ni wa Nigeria na mavazi na nini. Leo nisikie tu pia wa Tanzania kuonesha kile ambacho tumebarikiwa, and of course umependeza kama hapo tunaona. Mlipanga leo kuwavuruga kwa namna ile ambayo walifanya? I think hatuja kwa kumvuruga mtu yote. Ni kila mtu ampendeza tu kwa namna yake. It's a big celebration honestly. Na muda mrefu sana Tanzania hatujawa na celebration kubwa kama hii. Kwa hiyo kila mtu amejipanga kwa uwezo wake. Tumeweza kupendeza tu kwa ajili yetu wenyewe. Sio mashindano haya. So yeah. Sawa. Lakini inasemekana kwamba kule wao walitisha sana, kwa hiyo wanategemea pia na huku na sisi tuwakilishe vyema kama ambavyo kule kwao walifanya. Ndio kama hivi tumekuja kuwakilisha sasa. Msubiri muone watu wanakuja hapa.